in a very big way. Before that voting, watu walikuwa na wengine wanaongea mambo tofauti. After voting, kuna wale wanaongea. Let me tell you, usikubali kubeboa kichwa yako ile Mungu alikupea na mtu. Think independently and watch properly. Kwa sababu kuna sababu ya kila kitu. Ya kwanza, kama sienda sana, nataka kuomba msamaha kwa followers wangu wa Kenyans. Nilikuwa na emotion kubwa sana jana. Na emotion yangu even kwa media, nikiona mtu ameuawa kinyama, ama nione mtu hajiwezi, maskini na anaumia, my tears inakuwa karibu sana. And I want to repeat this. Nililia siku ya Ruto. I cried. Wakati nilikuwa naona kama anafinyiliwa. I cried. The Kenyans, you know what I did. So, for the President Ruto is not special, also like Gachagua. What was done, nikiona Gachagua pia anafanya namna hiyo, inanigusana sana kwa roho. Kwa sababu sitaki mtu akufinyiliwa na mtu mwingine ama na watu wengine. The way this thing was moved in assembly, the way it was moved in the Senate, na corruption ile inatumiwa hata pesa ilitoka kutoka milioni 5 ikaenda mpaka milioni 8. I cannot stand on that. Ile miaka niko naye kukosa kusema kweli. Right now, haraka na mbio hii yote iko ni ya nini? We can remove Gachagua, but still the process, let it be clear according to the constitution na procedure. It's not the issue. Na mjue there is a problem. Kama watu wale walipitisha finance bill, watu wale wamepitisha kuipitisha Gachagua. If you cannot go home, you are home. You cannot go home. Inakusaidia na nini? Raia wale walikuchagua, wanaanza kuchoma nyumba, kuchoma maofisi. The same people. Why are you fighting with Wanjiku? I think God helped me. Wale walitumia njia zao zote ya kunyang'anya mimi kiti, mpaka wale wako kwa serikali wakafanya hiyo yote ya kunyang'anya kiti. Mungu awabariki sana. Mulinitoa from nowhere to somewhere. I would not be counted kama ningekuwa saa hii siwezi enda kwangu nyumbani. Saa hii natafuta askari wa kunichunga. Ate saa hii siwezi enda hata mazishi. Saa hii I cannot go to friends kwa kukosana na Wanjiku. Let me tell you, Wanjiku is the boss. Hata mkisikia wengine atabataba namna hii. Sasa after this order ile imepeanwa, utaona tena wakizungumza mambo tofauti. Because watu hawajijui. Na watu wengi, we must help them to understand ate kuna katiba ya nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo, jana nilikuwa na emotion when I saw the deputy president akiwa kwa kitanda, madaktari wakisunguka yeye, trying to help him for many things which they were following. Walikuwa nasema alikuwa na pain on the chest ambayo ilikuwa inaonekana kama ni stroke. He had pain everywhere where I cannot justify ni hapa na hapa, lakini the report ya daktari itatoka, because even the doctor talked yesterday. Hatungependa kwenda na hiyo daktari sana kusema hii na hii, but doctor Konyo atatuambia. Yeye ndio alitoa statement na yeye ndio anasimamia yeye. Lakini emotion hiyo ilipeleka sana. Na pia najua wengi kwa nchi walipelekwa na hiyo emotion. Maombi yangu tutaremusha hiyo emotion sasa iende chini. Because when it has happened, it has happened. So now, let's cool our temper. Let's cool everything down, because this country is ours. Lakini naomba pia pandile ingine, respect the law. Hiyo mbio mnae ni kama ya mwizi. Unajua mwizi ya baisikeli akiiba baisikeli
hapandi hapo, anaikimbiza mbio adukie ikiwa imekamata moto. That's how these people are behaving. Na watu wa parliament surely na senate, yani shilingi 1,000 ama 500 ama inasikia milioni 5-8 ndio itafanya ufanye makosa ambaye haitakufungulia kwenda mbinguni. Ufanye makosa ambaye Wanjiko will not like to see you. Please. The president, don't be cheated by the brokers. Gachagua acted for you. He sacrificed his life for you. I did the same. Don't fight the people who helped you. Because the end of the day, you will not be in the seat one day. Kenyatta died, he's not there. Moi died, he's not there. Kibaki died, he's not there. Who was in the seat, now I could retire. Even you remember that kuheshimu watu walikuweka kwa kiti. It's very important, Your Excellency. Very important. Watu wanalia nje, wale walikusaidia. Hata fadhali waache nje, lakini usirudi kuchukua kisu kuwaumiza. It is very bad. There is God. I see you going in the church in the Bible. I see you saying that ukimaliza mambo yako ya siasa utakuwa mhubiri. It's not possible. Utakuwa na followers gani? Utakuwa na followers gani? Please, if you want to end with that, my friend, shape yourself. Hii mpaka sasa hautatuambia exactly makosa ilifanyika wapi. So wengine tunapapasa, lakini tunaenda the sympathy vote kama vile tuliweza kukusaidia with the sympathy vote. Let's go slowly. Kusameheana, wewe unatuhubiria mambo ya kusameheana. Nataka nikukumbushe Mathayo 19:27. Wanafunzi Yesu walimuuliza, tunakufuata, tumeacha kutega samaki kila kitu yote, tumeacha kulima mashamba, tukufuate, tutapata nini? Yesu aliambia wanafunzi yake, kila kitu ile mtu anaye itaongezeka mara 100. Na juu ya hiyo utapata ufalme wa mbinguni. One of these two in that verb. One of the two. Which one can you apply to us ama to Gachagua? Atapata mara 100 ama atapata ufalme wa mbinguni ama ni kuua tutaua? That's the Bible. Can you ulinganisha na Bible? Utuambie sisi tulio kufuata Gachagua tutata vita ni hiyo. Is that what Jesus said? Utalipwa mara 100 na utapata ufalme wa mbinguni. Tunajua wewe as a president huwezi kutupa ufalme wa mbinguni kwa sababu hiyo ni ya mtu na Mungu. Lakini hapa duniani ya amani, ya kuacha watu wajiendeshe, but don't fight them. And there's God in heaven. Today umecreate kitu ambayo imetokea. Is not the fight of Gachagua, is the fight of Kikuyus in Mlima. That's what you have created. The one who gave you 47%. Those are the people you are fighting. You may have left Gachagua, sasa umemaliza, you are fighting in Mlima. Wanaikupea 47. Ni kama ungepata hiyo kura, ungekuwa kwa kiti. I said the other time, this thing you trickle down. Nimeanza kuona fear. Watu wakipika Rift Valley fear, wanasema tutafanya nini na inaonekana tutarudi 207. Fear have started with the people. Na wanasema that time mlikuwa wewe na Leila na Mudavadi. Pentagon. As Pentagon come back, we are fear in Rift Valley kwa sababu tunaona hiki tunaanza kutrickle down. Na mtu ambaye ameumwa na nyoka nyeusi huona kitu nyeusi anaruka.
Tukiona hii siasa vile inaenda, ikutana na walevi huko, waanza kushambuliana kama vile nilisema. Niliona moja pia wa milima akikutukana mbaya sana. Ikipatikana mwingine wa Rift Valley naye atukane pande hii nyingine vibaya, na hiyo niliona matusi, vita ianze kidogo peke yake ama kwa kidogo sana, tutarudi tu useme. I've taken all my time kuhubiri mambo ya amani Rift Valley, na nimehubiri kabisa mambo ya amani, na tukafanya uchaguzi bila umwagikaji wa damu. Na nikasema Wakalenjin wetu wa Rift Valley pamoja na sisi watu wa Rift Valley tulipigia uhuru mara 3, karibu mara 4. Na nikasema hata kwa mlevi akinunua chupa 3 tunarudisha mkono. Your Excellency, we are the first people Kikuyu voting for you without voting anybody else. Tukaacha mtoto wetu uhuru pale ikipeleka, we voted for you. Asante niyo. Ya kwanza kuincite all other tribes against now milima. Kwa sababu sasa imeingia tribal. Ukabila sasa imeingia. Na hata kwa clip yako imeonekana ukisema kama watu wanasema wako na shida na Wakikuyu, sisi kama Wakalenjin ndio tuko tabu sana na Kikuyu. Those things if you follow them, ninatujulisha mafikirio pale. Bana naona nikizunguka kwa clips, ninaona yanjoo ikisema I'm warning you Kikuyu nyinyi, mtaingiza huyu Ruto na baada ya kumuingiza atawamaliza. You know, many people are watching this thing, wanaona hii utabiri ilikuwaje, inaonekana sasa. Na wale walikuwa hiyo ukituonesha tupigane na hawa kwa sababu wanakupiga, like now ndio umeingiza kupiga milima. I'm also persuading you as a president, musikatae kufuata katiba. Nasikia wengine anasema mpaka Tom Ojienda mtu anaonekana hapo bunge ati alikuwa ni wakili ambaye naona kama atumii sheria kwa kichwa yake. Ati swali nyingine hiyo mambo ya Kibiki ilikwisha, so they will not use court order. The law says he must be sworn in by Chief Justice or his deputy. Tulimena moyo. Sasa nasikia nyinyi mumeongozwa na ile Odinga vile alienda kusoya in Uhuru Park, you want to follow the same thing. Mimi nauliza ile Odinga, kwani anakuwa na dawa kali namna gani? Akiingia pale lazima achokole. Baba yako alikuwa na Kenyatta wakakosana. Ile Odinga akakuja kwa KANU, tukaomba kita secretary general karibu amalize KANU. Akakuja kwa Kibaki akasema Kibaki tosha. Muda mdogo wakapigana. Ana kabla hata kufika kwa Kibaki wakapigana na Matiba. Hao wote ni Wakikuyu wanapigana nao. Akakuja kwa Kibaki akapigana na Kibaki. Karibu kuangusha Kibaki serikali yake. Akakuja kwa Uhuru karibu apoteze Uhuru. Sasa tulikuwa very silent tukifanya kazi yetu mzuri na president wetu. Ule tulichagua. Umekuja umepasu umeingia ndani. Jensi wakifanya mambo ya kuzungumza mambo ya ukwaji, ukaenda jensi wako wa kupindua serikali. Ukapata mwanya ya kuingia. Sasa hii umefuruga Kenya kwanza. Na wewe ni mkabila yule number 1. Wakati ulikuwa ministers 6 na mlikuwa na Kenya kwanza, iko na vyama hizi nyingi yote katika Kalonzo na watu wengine, you took it and took to Nyanza on the tribal line. Tuliona mambo ya airport. Wewe una support hiyo mwindi. Na tunajua mzuri kweli 2017 he financed you kwa uchaguzi. Sasa Adani umemfuata achukue mambo yote ya stima, achukue mambo ya insurance, ile imeleta watu shida saa hizi. Watu wanakufa kwa sababu ya dialysis nini? Umeleta program ya Asha, and I know you all of you mko na shares yuko ndani. Unasema hata mambo ya airport
inatosha. Na Adani hajafanya makosa yote, ni wewe. Kwa sababu unajua ile pesa mnapenda sana ni ya mlango ya nyuma. I beg you, bila Odinga wewe mzee, why can't you live Kenya in peace? Wacha Kenya ikae kwa amani. Don't koroga Kenya anymore. You have done it 5 times or 6. Give Kenya peace. Na sijui ni kitu gani nakujaga naye. Ruto, our president ambaye amekuwa mzuri na focus na watu yake na nini, umeingia umechanganya kila kitu. Sasa hiyo ndio unatawala. Hata isipokuwa president asikia amekataa na Kibiki, wao walikuwa wametafuta candidate wako. Viti ya PS nasikia umepanga ukue 15. Mtu alikuwa nje, your excellency. Huyu ndio alituonesha tupigane na yeye kwa sababu anapigana na wewe kukosa kukua president. Sasa mko pamoja. I beg God to help you guys to see the light. Our president to see the light. And now, imefika pahali watu wengi walikuwa wamenyamaza. But now people will talk. We cannot keep anymore kuongea mambo ya ukweli. Kwa hiyo tukikosa kuongea mambo ya ukweli, shida inaenda ikikua. Order imetoka. Na imetaja mambo mengi sana. Unconstitutional, human rights, na mambo mengi ndani. Sasa simuheshimu koti iende hearing, na kwa sababu order hiyo imetoka kwa Chief Justice, ile mawakili aliweka, ile majaji aliweka 3. And he is supposed to be sworn in by Chief Justice ama deputy wake. Tena umeanza vita na koti, mnasema ati mmemaliza kila kitu. Some lawyers interpreting on the tribal right. Kwa laini za ukabila. And those people are saying that and commenting as a lawyers. Kuna record zao za wizi tutapeana. How they benefited themselves. And they are there for commercial only, not for anything else. Na wasifikirie Kenyans hawaoni. Ningeomba Kenyans na international wale wote mnaniangalia, wale walikuja kusupport serikali yetu ya UDA, 20 countries kutoka nje ambaye nakuwa tukifanya kazi na nyinyi, Kikonyo na wengine wote, wale walirelease statement London, wale walirelease Australia, wale walirelease statement on America. Muendelee kutuombea msijali mambo, Mungu wako nasi. Wakati mtu amepigwa ameondoka mpaka kwa kona is when God comes. These people fighting somebody who is sick, who was going on a stroke. Yeah? Kifua. Ugonjwa itaweza kuja anytime. When you are in the bed, when you are in the car, when you are walking, and it will get you. Don't think you are special than the others. Kila mtu si special. And I want to remind you, kwa sababu Kenyans mkiingizwa na power na pesa, mnajisahau. We are all ready and we are mature to be harvested by God. Mungu anavuna. Mtoto wa wiki moja, mtoto wa mwezi moja, anavuna akienda juu mpaka kwa president. Mungu anavuna. Kwa MPs, kwa nani? God. Hao wote wamepiga hiyo siasa hiyo. I'm not praying for you. But maybe kuna yule hata maliza mwaka hii. Hiyo vita wote walikuwa wanapigana ni nini? Kuna mwingine pengine hata maliza mwezi 2. Kuna mwingine pia hata maliza mwaka 5. Kuna wale wanaenda 2027 and you will not be there maybe for that election, you people who are doing those mpangilio. You are ready to be harvested by God anytime. Ni kama shamba ya mahindi. Mahindi ikianza kuiva, unafungua majani, unaangalia mahindi, unafinya, unasikia ile imekomaa kidogo, hiyo ni mzuri ya kuchoma. Ingine unafungua kama ni ya kuchamusha, unaangalia hii iko na maziwa kidogo. Unaona hii iko tayari kwa kutengeneza mtungo, hii iko tayari kwa kutengeneza choma. We are like that in front of God. So respect. Hii mbio yenu
Hakuna pahali tawapeleka. And let me tell you, if you put force in this country, the way you are putting, this country is going to be the crisis. Mmeshindwa kutengeneza IBC kwa sababu hamtaki watu wa vote online. Mnataka kuwakimbiza the last minute, ndio sasa tuanze kufanya mpango ya kulaumu IBC. They did not tender in time. They did not organize in time. They did not take people in the seminars in time. Then sasa tena mchukue mweke kotini. Is that what we promised Wanjiko? Surely. Is that what we promised Wanjiko? Every human being has the right to live in this country. Every human being, kiwete, maskini, mama mboga. We promised mama mboga. Mama mboga has nothing. Instead of that, tumeingia kwa kodi. Kufinya mpaka mama mboga. Mama mboga ule tulisema is bottom up. We said that. Now, where are we going to be counted? Na kwa sababu naona force ile mko nayo na pahali mnaelekea, you bring war in this country. I want to promise you. Bila mnaenda, bila kuheshimu wengine, bila kuheshimu koti. And I want to ask you very clearly, kama ni mwananchi, what happened hawa wajumbe wa GCK na masenators? Mnapitisha finance bill kwa nguvu bila public participation. Mnapitisha impeachment bila nini. Mnachomewa nyumba, mnafukuzwa nyumbani. Are you normal? The people who voted for you to be there. Mnakosana na hao mpaka wanawachomea na kuwafukuza nyumbani. Wengine mpaka mmehama. Was that the motive for person who liked you and who helped you and who elected you? Just because of small money. Sasa niwaulize. Most of many areas wale wako democracy kubwa, especially Central, utarudi kuomba kura kwa njia gani? What did you do good for the people? To impeach your own? To eat money of the corruption? What will you tell people mkiomba kura? Are you not seeing you are packing and going? We would like you to think twice. Go back to the people. Work with the people. Stay with the people. Hata kama hata kuwachagua tena, lakini kuwe na amani. Muwe na amani. And I don't know where are these people who can help the president. Lakini ni Itumbe. Itumbe ndio akusaidia president. Itumbe ni Itumbe ile haija kuangua mtoto ndani. Na kuna ile mayai kuku na naliaga inakangua zingine na ingine inawacha mtoto yuko ndani anaosea ndani. Do experience ya Itumbe properly, you'll be able to know. Itumbe you are a person. Last the other government uliponea chupu. You know what happened. Tukua tunakusupport na support serikali na support president yule tuko naye. Uliponea chupu. You have been hijacked. Tukapiga kelele kila pahali. Sasa na wewe kutoka kwa kuwa poison ya kwanza the same system. We urge the police take care of Kenyans. Wakianza kufurushwa, wakianza kupigwa. Take care. Even our MPs na senators. Wawe na amani. Wasikuwe harassed kwa ground. Kwa sababu watakutana na wananchi 2027. Hiyo ndio kikatiba. Lakini tuwape amani, wafanye kazi yao yote hiyo wanataka kufanya. Wako wafikishe pale utafikisha. I would urge Kenyans pray for Gachagua. It is really genuine that he was very sick and he is also sick. Tunamuombea. Tusifike pahali tukue kama madarasi. Tunakanyaga maiti tukienda kuua wale wengine. Somebody is sick.
And the doctor has given, Dr. Ikonyo has given the statement. I don't know speed ni ya nini. Ama ni ya balance. Ya pesa ya ameambiwa. By today, kama mtu kwa umemaliza, the balance you are supposed to be given will not be given. It's just the other day Wetangula, mimi nakuona, nilikuwa nakutana hapo cooperative bank nakumbuka. Kama umepigika kabisa mpaka ulikuwa unakunywa mpaka kamasi ilikuwa inamwagika namna hii. And I talked to you and I told you, what are you doing? Ukaniambia Raila Odinga amenirukusha kwa Senate kuwa sijui nini. Nikamwambia usijali. Mungu atakulipa. God has paid you. Sasa wewe ndio unaongoza kichinjio ya kuchinjia watu. Tuliona senator, tuliona speaker Amos Kingi akiambia senators, shut your mouth. Is that language ya bunge? Senator, I'm telling you, shut your mouth. We are watching you. Is that the language? Or parliament, I've been there for 10 years. Is that the language? They shut your mouth. We saw the speed you are going with. King, don't forget from where you came from, bali Mungu amekuweka. Tunakuombea mema. Na hiyo power imetoka kwa Wanjiko. Na Wanjiko huyo ndio mtaki kusikiza. So we ask him, Chief Justice, aweze kujua kwa njia nzuri. Na hiyo hatuwezi kumwambia, he is the Chief Justice, na ni mama. Na mama hawezi kuachilia watoto wake kuumizwa. These people are saying they don't need you to swear in. Even for men as Moi wanasema hakuna. They will do it and they have done it. And they are going to evict watu. Wataenda kuevict Gachagua akiwa hospitali. I heard of one judge saying, even if it can happen, there is a process. Kenya tunakimbizana tunaenda wapi? Tutufanyie watu kazi kwanza tupate mambo ya kusema, we did this, we did this, we did this. That was good. And I'm happy, hiyo kitu imepelekwa sehemu zingine. Haikuletwa pahali ingekuja kufuruga watu. Wacha ikae huko. Hata kama ungepeleka sehemu zingine. Hata kama ningeulizwa mbaya Mudavadi. Because he's a very humble person na hana mambo ya hiyo kabila ya kupigana na watu. Ama ungepeleka Turkana, they have never got a chance. If you care other tribes, na unasema milima, kwa nini unarudisha kiti huko? Ungepea Turkana, ungepea wa Somali, ungepea Mijikenda. Ingionekana, you are not a tribal person. Lakini sasa bado unapeleka milima. Ile inapigana na watu wengine wote. So, Kenyans, ninaomba hii speed tunaye, twende pole pole. Mimi ningeomba tuheshimu president kwa kazi yake anafanya. Lakini tusimdanganye na ukweli. Unajua inaonekana chakula ya wakubwa ni fitina. Hiyo ndio alikuwa chakula. I think we need to go slow na tuchunge na tuwe na heshima. Ili nchi yetu ikae kwa njia ya amani. I'm telling you, there are people who are feeling threatened. Civil servant are in the problem. Wameanza kugawanywa na kuambia huyu ni wa hapa, huyu ni wa huyu ni wa kutoka milima, huyu ni wa kutoka pahali nyingine. That thing is operating now. Thank you, Professor Kiliki. My friend, huwezi kukua hujanisaidia pahali. And I can tell you that. But don't be taken with the trap ya kuingizwa and your future. Kuingizwa pahali kwa sababu ya power. Unajua, Professor Kiliki, ile nyama unyonga mtu. Si ile nyama iko kwa mdomo, ni ile iko kwa sahani. Unaangalia iko kwa sahani, unasahau unatafuna nyingine, hujatafuna mzuri, unameza inakunyonga. Professor Kiliki, you are my friend. I don't know to say much what you have done for me one. Na siko ubaya, unafanya mambo mazuri. Lakini I have to tell you the truth. Na nasema, Mungu abariki Kenya, abariki rais wetu. Tujienjoy Jamhuri Day. Na saa hii
Tunashukuru koti kwa kupeana hiyo order. People have relaxed. Kuna watu walikuwa hawalali, kuna watu wamelia mpaka asubuhi. I urge you all of you calm down. Kujeni chini sisi wote. Mimi nilikuwa mmoja, I want to calm down. Na tuachie Mungu, na tuachie judiciary. God bless Kenya. God bless everybody. Wale wanashughulika na hii mambo internationally, America, Britain, South Africa, wale wako Uganda, wale wako Australia, Amsterdam. I know we have been talking, na najua tuna online yetu tunaongea naye. Msikieni, God is there. Tusijifanye hatujui kuna Mungu mbele. Mambo ikizidi tumwachie yeye Mungu, lakini tumwambie mahitaji yetu ni gani. I wish you all for Gachagua. Mungu ambariki. Aweza kupona. Quick recovery. Gachagua. Quick recovery. Ile uchungu yote unaye ikuwe na quick recovery ya kurudisha mwili yako. Na usishughulisha mambo ya kiti hii, hapana. Hiyo kitu wachana naye sasa. But you must clean yourself in the court. Kuna leo, kuna kesho. Hata wale walipigania uhuru ya nchi hii hawakuonja. Na wale wanakula saa hii ni wale pengine hawajakuwa na nafasi ya kupigania nchi, lakini sasa ndio wanakula. Na wakuli na vidole wakichomeka wanakula na kijiko. Mungu bariki Kenya, tuweze kuwa na amani. And I say the people around the president, muombee rais, mumsaidie sana rais. Kwanza naomba akubali kukutana na watu wa kanisa. Second, akuwe na elders wa kuzungumza naye. Second, kuacha ile watu mlianza na hawa. What do you think they think? God bless Kenya.